tutakuwa na kikao kifupi tu, lakini kikao hiki atakifungua mama yenu. Mama Sofia, hebu ongea na wanao. Jamani wanangu, naombeni mnisikilize, tena mnisikilize kwa umakini. Kama mnavyojua, Sofia ni mchumba wa mtu, na familia iliyomchumbia ni familia ambayo tunaheshimiana nayo. Lakini Sofia amekwenda kubeba mimba kabla ya ndoa. Basi mimba yenyewe aloibeba ingekuwa ya mchumba wake, lakini amebeba mimba ya muuza genge. Sofi mwanangu, umetutia aibu sana katika hili. Yaani umetuvua nguo wazazi wako. Mwanangu Halima, hili limeshatokea. Tunaomba uistiri familia, utustiri wazazi wako mwanangu. Sasa mimi na baba yenu tumekaa na tumepata wazo, inabidi Halima aolewe na Jema. Mama, hii inawezekanaje? Hakuna namna, inabidi uvae viatu vya dada yako ili kuiokoa familia. Maana unajua familia ya kina Jabiri tunaheshimiana sana, na tusingependa kuharibu mahusiano yetu. Baba, mimi mnajua kabisa habari za kuolewa mimi hazipo. Mimi naona mnanichanganya tu. Halima mwanangu, hakuna budi, inabidi uvae viatu vya dada yako uiokoe familia. Maana familia ya kina Jabiri tunaheshimiana sana. Kwa hiyo leo ndio mmeniona mimi na thamani. Maana humu ndani kila kitu kizuri kinamhusu Sofi. Yeye mtoto mzuri ndo yeye, mwenye tabia nzuri ndo yeye, mwenye nidhamu ndo yeye. Sisi wengine hata hatuhusiki. Kila kitu kilicho cha hovyo sisi ndo chetu. Sofi, Halima mwanangu, Zuu, Mama Sofi mke wangu, hapa sasa naongea kama baba wa familia. Halima, utaenda kuolewa badala ya dada yako Sofi. Sasa Mama Sofi mke wangu, tunafanyaje sasa? Mambo yameshaharibika. Tunaenda kuiambia nini ile familia? Tunaenda kudhalilika mke wangu. Hapa nina wazo mume wangu. Wazo gani mke wangu? Tuongee na Halima aende akaolewe badala ya dada yake. Nina imani hawataweza kustukia. Itawezekana kweli? Itawezekana mume wangu. Maana wale kuwatofautisha kwa kuangalia haiwezekani. Labda tabia tu ndo zina tofauti. Hapo sasa hapo kwenye tabia mke wangu ndio kipengele. Tuongee naye tu mume wangu. Maana tabia inabadilishika. Tutapata aibu na ukizingatia jinsi tunavyoishi na ile familia. Sawa. Halima, njoo.
jiandae, unaenda kuolewa badala ya dada yako. Nani? Mimi ndo niolewe? Halima, hii ni amri na sio ombi. Najua hii ndoa haikuwa yako, lakini hatuwezi kudhalilika na kupata fedheha na wakati kuna namna ya kuiepuka. Enjoying life. Bluetooth mode. Mjomba. Mjombawe huyo. Jomba langu hilo. Ndio mimi mjomba. Mjomba, kiukweli leo nilikuwa na kuwaza sana. Haya mjomba, karibu. Nilipotea tu mjomba, nimezunguka huko kote huko. Mjomba, umepotea? Bora nicheka mjomba. Mjomba, unafeli wapi wewe? Mjomba, siku hizi kuna mipango miji. Mji umebadilika. Mji umesetiwa. Kuna mipango miji. Angalia ulivyopangwa. Wale wanyonge wote wameuza huko Zingiziwa ndani huko. Wengine wamepeleka Mabuyu Pande, wengine wako niko Masaki, wengine wako Mvuti, wengine Msongola. Hii mipango imesetiwa, mipango miji. Kuna kitu location mjomba. Hivi mjomba, simu yako kwani haina location? Unajua mjomba, sina simu kubwa na kiswaswadu tu. Unaishi dunia gani wewe mjomba? Kiswaswadu? Si vizetu ndo basi tunasmatika. Tuna toktika. Tuna FB kika. Sio mjomba wewe, mpaka tuna YouTube kika. Tuna WhatsApp tu, tuko TikTok ndani. Mimi hapa Kimbuda ndo nafanya hivi. Wewe mjomba unafeli. Na haya yote unajua kwa nini shida yako? Shida yako wewe mjomba, wewe kwanza ni mvivu. La pili unapenda kudeka. La tatu wewe unapenda kudeka kwa mama yako. Kilichokutoa hapo kakimbilia kijijini kwenda kudeka na uvivu wako kwa sababu ya mama yako. Ungekaa hapa mpaka leo mjomba hivyo ungekuwa hivi. Hebu jiangalie mjomba, tathmini. Sasa ushapata bwana wewe wa maana, mwenye hela, mwenye maisha. Kwa hiyo mjomba umerudi. Angel. Angela. Abe baba. Ndio hivyo. Abe baba. Kuna mgeni hapa. Lakini sio mgeni kama unavyofikiria wewe mwanangu, mtoto wa dada yangu, mkwe wangu. Alikuwepo hapa kakaa sana patoka hii nyumba milango ya kumba. Ashuo lake tu na mumbea wake kakimbilia kijijini kwa mama yake akadeki. Kwa hiyo amerudi hapa sasa hivi. Mtashirikiana, mtakuwa pamoja. Fatuma, dada yetu wa kazi. Mimi naitwa Angel. Karibu. Asante, nashukuru kufahamu. Mimi naitwa Fatuma. Karibu sana mgeni. Utachukua mibegi yake utampeleka kile chumba chako kama mnataka mkae pamoja mpige umbea. La mkiona sivyo utampeleka kile chumba cha pembeni cha Geita. Sawa? Haya, mshirikiane tena hapo. Muwe pamoja. Na swala la jiko huyu ndo mwenyewe, usione mimi natononeka jiko lake. Huyo simwone mfupi lakini kwa jiko balaa.
Huyu anakupikia malumbuzi haya hatari. Hebu niangalie mjomba wako anavyoiva. Akikupikia chapati za maji utafikiri kalep na wewe. Ankari. Mjombao huyo. Mjomba ulifeli. Basofi, biashara ngumu. Yaani sasa hivi inafika tu unaenda kudai madeni, watu wanaanza kuambia Januari, sio vitu gani. Utasema sisi Januari hii labda ituhusu au sisi hatuna watoto wanaosoma. Unajua Masofi mke wangu, na wewe inabidi ubadilishe wateja. Maana wateja wako sasa hivi wanakusumbua sana. Una wateja wale wale. Utakuwa ubadilishe wateja. Hivi Masofi mke wangu, huyu mwanao Halima hawezi kuja kuharibu mambo kweli? Maana unamjua vizuri sana mwanao. Hawezi. Yule ana akili zake zote timamu. Sema anajitoaga ufahamu tu. Na vipi kama wakija wakishtuka? Si ndio tutakuwa tumeharibu zaidi? We nawe ushaanza uchulo wako. Watastuka vipi na kila siku wakija hapa wanawachanganya? Sofia wanamuita Halima, Halima wanamuita Sofi. Haya. Kikubwa tumuombe Mwenyezi Mungu liishe salama. Tukianza kuweka vizingiti sisi wenyewe tutaharibikiwa kweli. Kaka vipi? Hivi unajua kinachoendelea mtaani? Kipi cho kaka? Mbona sielewi? Na mimi mbona sipitwagi na kitu? Sasa hili lishakupita. Kuna watu washafanya yao. Nipe ugumu. Kaka, ushazidia ujanja. Wakati wewe unasubiria embe liive, tayari kuna wenzako waishaliwai na chumvi. Oya, mbona unazingua? Kusema usemi, kazi kunipa mtero. Kaka, sasa naomba unisikilize kwa makini. Tena unisikilize kwa makini kabisa. Mambo ambayo wewe unamuinda, tayari kuna wenzako washamjaza mimba. Demu gani kaka? Mbona kama unajaza upepo? Si Sofia, yule mchumba wa Jabiri. Katika siku mwongea uongo. Basi leo nikutania ili nigundue nini. Sasa huo ndio ukweli mchungu. Sasa itakuwaje? Wale si mapacha. Sasa inabidi Halima aolewe badala ya Sofia. Kivipi yani? Ule mcharuko ndo uolewe? Na vipi Jabiri? Amekubali? Nasikia mama. Yaani siku ya leo, umeona? Yaani kuna vitu nimevidownload nataka nikusikilizishe mpaka mwenye ufurahi. Niambie. Mbona kama leo hauko sawa? Nini shida? Yaani baba, wewe acha tu. Yaani hapa nimechanganyikiwa. Moja ikai, mbili haikai. Uelewi nini sasa? Ndio nichane basi. Sista anazingua kinoma. Sasa hapa anazingua ni wewe. Sababu usemi tatizo, unakaa unalalamika. Sista na ujauzito. Mjamzito? Ila hakuna shida. Tena mtu wake. Hicho ndo kinachonivuruga mimi.
Sasa hapo unavurugwa nini? Na wakati alipata mimba ni dada yako. Kitu ambacho ujue ni kwamba mimi ndo natakiwa niolewe badala ya sister. Olewe kivipi? Na inawezekanaje? Hapo ndo ujue ni kiasi gani nimevurugwa. Mshua na Maza wanakomaa, wanataka ni lazima niolewe ili kuficha aibu ya familia. Basi ukatae. Kwani lazima? Unaolewa vipi na mtu usiyempenda? Tena alikuwa mchumba wa mtu. Mzee Nasoro, habari ya huko? Huko sio salama, yaani sio salama kabisa, yaani siko sawa, yaani mwili wangu yaani nausikia mchovu, yaani najisikia vibaya, mwili wangu hauko sawa. Alafu kitu kingine, mpaka sasa hivi sijaona siku zangu. Najihisi kabisa ni mjamzito. Sijajua sasa, sijui tunafanyaje, yaani mpaka dakika hii sijui tunafanyaje. Nani mama? Sijawaambia bado. Hawajui chochote, kwa hiyo mimi ndo nimekupigia nikwambie hivyo. Sasa sijui tunajipangaje kuhusu. Haya basi sawa. Kwa mimi nilikuwa nakupa hiyo taarifa ili ukae ukijua ninachoendelea. Haya sawa. Haya. Karibu Sofia. Asante. Shikamoo. Marahaba. Mbona leo ujio wako sio wa kawaida kama siku zote? Mambo yameshaharibika mzee Nasoro. Kivipi? Wazazi wameshajua kama nina ujauzito, na nimewaambia hii mimba ni ya kwako. Mbona mapema sana umewaambia? Kumbe ningefanyaje? Umeharibu, usingewaambia kwanza. Ulitaka nifanyaje? Baba alivyokuwa amekasirika, na ukizingatia mimi nilikuwa mchumba wa mtu, na mpaka mahali nimeshatolewa. Wewe ndo unajua hii ndoa imeharibika kwa sababu ya mimba yako. Kwa hiyo wamesemaje wazazi? Wamesema unatakiwa uende ukajitambulishe ili unioe. Mzee mwenzangu, nimekuja. Karibu. Na naona hapa katikati sisi uvumi kimya kimezi. Je, kwa upande wenu kwa Skyisha mmepangaje? Mbona kimya kimezi?
Maana kama kiasi tumeshatoa kingi, mambo yashakaa sawa. Sijui mmejipangaje, shughuli inavumaje? Baba Jabiri, kiukweli kwenye familia yangu kwenye hili jambo linaenda vizuri kabisa. Yaani hakuna shida yoyote ambayo imejitokeza hapa katikati, kwa sababu kiasi ambacho mlichotupatia cha pesa kinakidhi mahitaji kwa sasa. Sidhani kama itatokea kutakuwa na kanani kokote kamejitokeza hapo, kabajeti kokote labda katakuwa kamezidi, nitakwambia mzee mwenzangu, nitakupigia simu, nitakwambia mzee mwenzangu, lakini nashukuru sana kwa support yenu kwa kweli. Ndio maana nimekuja tuongee kama wanaume hapa, hata tujawashirikisha watu ili sije tukafezeeka. Kama kile kiasi kimetosha, basi jambo jema. Tunachokisubiri hapa sisi ni tarehe tu ya shughuli, ndio tunachokisubiri, lakini mambo yote yako sawa sawa. Tunamwomba Mungu tu atupe pumzi, atupe uhai, atupe afya njema, hiyo siku tusije tukaaibika wala kutokea tatizo lolote, lakini tunashukuru sana. Kwa hiyo usiwe na wasiwasi. Usiwe na wasiwasi kabisa mzee wangu. Sasa kwa Saidi, kwa hili tutaweza kuwashirikisha. Ni kweli, lakini mke wangu ametoka sio muda mrefu sana hapa Mama Sofi. Yaani mmepishana kidogo tu na ametoka kwenye maandalizi ya mambo haya hii shughuli. Si unajua tena mambo ya wanawake, wana sare zao, mara vijola, mara nini, michango yao wanaochangiana kwenye shughuli kama hizi. Ndo ametoka, nimepishana kidogo tu, lakini mimi nikutoe wasiwasi kabisa mzee mwenzangu. Nikutoe wasiwasi, yani ikifika siku, yani hapa Jabiri anakuja kumchukua mke wake bila shida. Tumwombe Mungu tu atupe uzima. Shukuru Mwenyezi Mungu, tuzidishe na maombi na tuzidishe na dua. Inshallah. Wala kisingie kidudu mtu na kisikani chombo. Inshallah. Mara shughuli ni siri. Ni kweli. Ndoa inatangazwa. Ni kweli. Basi sawa, basi mzali mwenyewe mama mwenyewe mtu. Lazimisha mara kama uko peke yako kwa mume wako, piga kelele. Mwanamke kujiamini apite mbele. Kama kuna mke mwenzio, piga kelele dadawe. Haya wanamke wote wanajiamini wanakuja mbele kucheza. Wanamke mbele kazi.
Jabiri, na wewe umelazimishwa kuoa? Unavolinga basi kama mzuri. Unasemaje wewe? Nasema hivi mume, unajua kununa kama mtoto wa mwisho.